we are being left outside, and we are crying for the government also to remember these Pentecostal churches, because we are feeling so much ignored. Tunaomba tu serikali, rais wetu mpendwa, we have been praying for you, we voted for you, and we are requesting you, please come back on the ground and talk to the pastors and talk to the bishops. Sisi Pentecostals ni kama tumefungiwa nje. Most of the time napata sisi huwa tunajinyima, we go for fasting, na mheshimiwa wetu Rais Ruto tumechoka kudarauliwa. Mara nyingi tunaitwa, makanisa zetu zinaitwa VO6, na sisi ndio tunaenda ndani kiroho, tunaomba kwa sababu ya nchi yetu ya Kenya pamoja na viongozi wetu. Rais wetu naomba tu jitokeze, ingia mashinani, angalia pahali ambapo sisi huwa tunaabudu. Kila mara unapata ya kwamba makanisa makubwa ukienda unaingia unachangisha, sisi huwa tunabaki mkono tupu. This round tunaomba rais wetu Ruto ujitokeze, sikia kilio chetu. Tunaomba akaweze kusikia watu ambao wameokoka, pia wakaweze kutambulika katika nchi ya Kenya, kwa sababu kilio chetu utukumbukwa pia, na tasi pia tuonekane kama wengine. Kanisa za chini inaosauliwa. So naomba Kenya, rais wetu wa Kenya akaweze kusimama pamoja nasi na tukumbuke, hata nasi pia tunakumbuke kwa maombi kila wakati. We, the Pentecostal Bishops and Pastors Fellowship, we wish to address the continued neglect of Pentecostal churches by the state in matters of national engagement and support. Facts: we have the numbers. In Teso region alone, Teso North has about 27,000 Pentecostals meeting every Sunday. Teso South has 21,000 Pentecostals meeting every Sunday. Teso Central has 19,000 Pentecostals meeting. That is that's over 100,000 believers meeting on Sundays, who pray for this nation, pay taxes, educate children, and serve communities. Yet when it comes to government support to churches, we are left out. Our position, we are not complaining, we are not bitter, we are not asking for equity. We are asking for equity. The church in Kenya belongs to Christ, not to denominations. Pentecostal pastors are on the ground. We are in the villages, in the slums, in the prisons. We counsel the broken-hearted, we bury the dead, and we pray for our leaders day and night. Your Excellency, the President, honorable leaders, all we are asking is this: give us a seat at the table. Be fair to all churches. Wakati viongozi wanapokalia viti, huwa wakumbuki tena kanisa kwamba kanisa ilihusika kwa ajili ya maombi sehemu yoyote. Kwa mfano 2022 tulielekezwa kuomba kwa sababu ya uchaguzi, na tukawa tunaendelea katika hiyo hali mfululizo kuombea nchi na uchaguzi mpaka wakati tulipopata serikali mpya. Lakini baada ya hapo kanisa haikupata, Pentecostal churches hawakupata tena nafasi katika sehemu yoyote ile, bali walikaa kimya. Haikujulikana kwamba pia wanahusika katika maombi kwa taifa hili la Kenya, kuanzia tu mashinani hadi viwango vya juu. Kwa hivyo mimi pia naunga mkono tupate pia kusikizwa, na pia tupate haki kama Pentecostal churches, kwa sababu kuna nafasi kubwa sana tunacheza katika taifa hili la Kenya, hasa kwa kuombea amani. Sisi kama makanisa ya Pentecostal kila Jumapili tunalilia amani, tunaombea amani kuanzia kona zote za nchi. Lakini kupata nafasi kwamba sisi pia tupate sehemu yoyote, hata angalau viwango vya makanisa yetu ipande, unakuta ni ngumu sana. Kulingana na maneno ya uchaguzi sahihi, politics, sahihi Kenya tunaelekea katika uchaguzi. Tunaomba tu maneno ya goons. Kama juzi tuliona maneno ambayo ilifanyika Homa Bay. Viongozi wetu ambao wanatuongoza, viongozi wetu ambao wanatafuta kura kwetu, tafadhali mtuonyeshe picha mzuri. Ni nyinyi hao ndio mnakuja kwetu kutafuta kura, na ni nyinyi hao ndio
arrange maneno ya gunism kwa watoto wetu. Vijana wetu wanauliwa, wazazi wetu wanauliwa bila makosa yoyote. Tafadhali rais wetu wa Jamhuri wa Kenya, chukulia hatua wale ambao walihusika katika maneno ya gunism, waliua watoto wetu, wazee wetu, waliua. Naomba tu hatua ichukuliwe.